yako aliyoinena kwa ajili yako. Ndio maana akakuleta. Hakukuleta duniani uweze kulia, hakukuleta duniani uweze kuteseka. Mateso yote kuna msimamizi yuko pembeni ambaye ni pepo anayesimamia hiyo changamoto. Kama una changamoto yoyote, kuna pepo anayesimamia hiyo. Sasa hawa mapepo, kwa taarifa yako, wako chini ya Mikaeli, na leo ni zamu yake. Yaani leo ana control hadi jioni, masaa 24 ana control, alafu anapokewa. Kila pepo linaelewa Mikaeli ni nani. Tunaenda kumwita leo. Amen. Kila changamoto nyuma kuna pepo, lakini wewe ulikuja na ratiba na kauli ya Mungu. Hebu nisomee 89. Zaburi. Pengine huelewi. Pengine huelewi ninachoongea. Oh, haleluya. Hebu Zaburi 89 mstari wa 34. Usikie kitu hiki. Mungu anaongea. Umekuja duniani na kauli ya Mungu. Zaburi 89 mstari wa 34. Mstari wa 34. Naam. Anasema, mimi ndio nitalihalifu agano langu. Rudia tena. Mimi sitalihalifu agano langu. Mimi sitalihalifu agano langu. Sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Asante. Amen. Huyu anaongea Mungu. Kama Mungu ameongea, ni sheria kwake na pia kwa uumbaji. Asipotimiza alichosema, Mungu anakuwa na dhambi, na Mungu hawezi kukubali kuwa mwenye dhambi. Amesema katika Hesabu, anasema mimi sio mwanadamu hata niseme uongo, sio mtu hata niweze kujuta. Kama nimetamka lazima kitokee. Sasa haukuja kwa bahati mbaya, ulikuja kwa tamko maalum la kimbingu. Sasa hilo tamko ulilotamkiwa nao na ukaja duniani lazima litokee. Uko na tamko, haukuja tu. Kila mwanadamu duniani alitamkiwa kuja duniani. Sasa wanakamatwa wanadamu kwa kukosa maarifa. Amen. Amen. Naongea kazi ya malaika. Anasema nitamtuma malaika wako aende mbele yako, akulinde njiani mpaka atakapokufikisha pale kwenye baraka zako. Ziko baraka zako zilizoandaliwa. Yako malango ya baraka yalishafunguliwa, alafu jamaa amekuja kwa ujanja, anasema kwa sababu hana ufahamu akafunga. Hebu nisomee Isaya. Yako malango ya baraka zako. Amen. Nisomee Isaya 60:11. Yako malango ya baraka zako. Nitasoma. Lakini yanafungwa kwa sababu ya kukosa ufahamu. Leo tunafahamu. Isaya 60:11 anasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Ndio. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ndio. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Mbona hadi saizi unakosa hata 200? Toka umeokoka na siku ngapi? Una miezi mingapi? Tunaelewa watumishi? Piga hesabu ya muda uliookoka hadi sasa ulipo. Mbona mambo hayaendi? Unajua kwa nini? Asema malango yako hayatafungwa mchana wala usiku, yatakuwa wazi daima, ili watu wa mataifa wakuletee utajiri wa mataifa. Alafu wakiongozwa hao watu wanaokuletea pamoja na wakuu wao na wafalme wao wakuletee, mheshimiwa, chukua hii kitu, mheshimiwa, mali yako ni hii, mheshimiwa, ndio hiki. Lakini vile vitu haviwezi vikaja kwako kama malaika wa kipepo amezuia. Leo tunamfyatua. Mimi naongea vitu ambavyo navielewa. Leo tunamfyatua. Leo tunamfyatua. Tunataka yani watu wakiingia hapa aseme, watu wakuulize unasali wapi na mimi unipeleke. Kwa sababu kitamkio yanatokea. Kwa sababu huyo mtu amejaa maarifa. Amen. Nisomee tena Zaburi
34. Nikuoneshe mambo alafu ndio uone malaika wanafanyaje. Zaburi 34 mstari wa 10. Sikia hiki tu. Biblia inasema wana simba hutindikiwa huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho chema. Nimetama. Nirudie tena. Nimeelewa. Wana simba hutindikiwa na kuona njaa. Simba ni mtaalamu wa kunusa. Anavuta upepo, anajua huku kuna nyati, huku kuna swara, huku kuna digidigi, huku kuna ngiri. Sasa wasichue upepo wangu nipite hivi. Ni mtaalamu. Ukienda Serengeti ana akili, lakini Biblia inasema watoto wake wanaweza kulala njaa kwenye mashimo, wanalia. Alafu mama simba anakuja, anawaangalia watoto na wahurumia, amekosa mawindo. Naambia vumilieni hadi kesho, tutawinda tena. Wana simba utindikiwa na kuona njaa, lakini yeye amchaye Bwana hatahitaji kitu chochote kilicho chema. Je, kuna wema wote unaotafuta? Kuna wema wote umepambana nao uje kwenye maisha yako alafu hujatokea? Nataka nikwambie, hapo njiani kuna kiumbe kimesimama kuzuia huo wema wako. Hicho kiumbe ni pepo, ni msimo, ni joka, ni jona, ni mapepo yanayotembea, yaliyonuishwa kupitia wachawi, kupitia majini, kupitia wanadamu wenzako, alafu yakasimama. Ule wema hawezi kukufikia. Wana simba utindikiwa na kuona njaa, lakini yeye anayemcha Bwana hatahitaji kitu chochote kilicho chema. Mbona wema haujafika kwako? Ni kwa sababu kuna mtu kiumbe kimesimama, kiumbe kimezuia. Leo tunakibomoa, alafu ule wema wa Bwana, yale malango yako yabaki wazi. Watu wakupigie simu, watu wakuitie kwenye kazi, watu wakupatie pesa,